Jambo abantu bami ntombo ya more mbuya more naende Nyasaye no muya chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani watu wa Nyamasege. Basi kwanza mimi nataka niseme asante sana jameni kwa kunikaribisha hapa Nyamasege katika constituency hii ya rafiki yangu Alpha Miruga. Wacha nichukue nafasi hii ya kwanza kuwashukuru watu wa Kisii na watu wa Bomachoge Chache kwa kunipatia kura zenu, mukatupatia imani yenu, mukatusaidia na maombi, ndio Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Mumenisikia jameni? Nimesema asante sana kwa kura zenu. Si namna hiyo? Na tulikubaliana na nyinyi tukimaliza kura, kazi ndio inaendelea mbele. Ndio nimekuja hapa mambo matatu leo. Kwanza ni kuwashukuru watu wa hapa Kisii kwa kura zenu. Ya pili ni kuwauliza ya kwamba jameni, mambo ya siasa, maneno ya kura, mambo ya viongozi na vyeo tumemaliza. Ile kazi imebaki ni kazi ya wananchi. Ni kweli ama si kweli? Kazi imebaki ni ya wananchi. Hakuna tena kazi ya viongozi. Nyinyi mulimaliza kazi ya viongozi. Sumuligawa viti yote mkamaliza. Tarehe 9 mwezi wa 8 simuliamuka mwaka uliopita, simuliamuka mapema. Mukapiga kura. Mulimaliza ya MCA. Na ya mbunge mulimaliza. Na ya seneta mulimaliza. Na ya gavana mulimaliza. Na ya rais mulimaliza. Kuna yenye mulibakisha. Muligawa viti mkamaliza. So tuwache maandamano kwa sababu hakuna tena mambo ya viti iliisha. Ama mnasemaje watu wa Nyamasege? Kwa sababu nyinyi mumemaliza sehemu yenu kama wananchi, ile kazi imebaki ni sisi kama viongozi tuungane ndio tufanye kazi yenu. Tufanye hii ya barabara pamoja, tufanye hospitali pamoja, tupange ajira ya hawa vijana pamoja, tupange kilimo pamoja, tuondoe njaa, na tupange kazi ambayo itafaidi wananchi wa taifa letu la Kenya. Watu wa hapa Kisii tunaelewana jameni? Sisi tumekubaliana nyinyi mulimaliza kazi ya viongozi, sasa sisi ni kazi yetu kushughulika mambo ya wananchi. Namna hiyo? Tumekubaliana hapo? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu ni muhimu tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Uchaguzi, mnajua kulikuwa na maneno mawili ambayo ilikuwa inatusumbua. Jambo la kwanza, tulikuwa na shida ya CBC, vile watoto wetu watasoma. Hiyo mambo ya CBC niliwaambia nitaishughulikia. Nataka kuwatangazia tumemaliza matatizo yote ya CBC. Tumekubaliana, all the stakeholders, walimu, wazazi, kila mtu tumekubaliana taratibu ya kusomesha watoto wetu wa taifa letu la Kenya. Na ndio kwa sababu hiyo tumeajiri walimu wengine wapya, kwa sababu niliwaambia elimu ndio inaleta usawa katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 56,000 watakao tusaidia kusomesha watoto wetu, kwa sababu elimu ni ya muhimu sana. Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie vile vile tulikubaliana jambo la kujaribu kushukisha gharama ya maisha. Tulikubaliana lazima tushughulike na kuteremusha gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula. Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango maalum ya kuhakikisha kwamba gharama ya kuzalisha chakula tunaipunguza. Ndio ile mbolea niliwaambia tutapunguza mbolea, tumetoa shilingi 7,000, sasa tumefikisha shilingi 2,500. Nyinyi mnanielewa?
Na wakulima wetu wa Kenya wamefanya kazi ya ajabu, kwa sababu saa hizi tumeanza kupata chakula kutoka shambani, na in the next 2-3 months tutakuwa tunavuna chakula, na tumekubaliana ya kwamba ile mpango tumeweka, ile mahindi tulipata mwaka uliopita ilikuwa magunia 44,000, lakini mwaka huu kwa sababu Mungu ametubarikia mvua na tumekuwa na mpango ya fertilizer, tumefanyia subsidy, tutatoka 44 million mpaka 61 million ili tuhakikisha kwamba hii maneno ya njaa tunamalizana nayo. Ndio vile vile tumekubaliana na viongozi wenu akiwemo gavana wenu na wabunge wenu ya kwamba fertilizer ya hapa Nyamasege iletwe Nyamasege, isiwe inatafutwa kule Kisii. Tutafute ile inaitwa last mile ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata fertilizer karibu na nyumbani kwake, ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Tunaelewana jameni? Sio ndio mpango ya kuteremusha gharama ya maisha, kusaidia mkulima azalishe chakula, ndio tuondoe njaa? Niwaulize hata nyinyi watu wa Nyamasege, hata kama wewe uko na ujuzi kiasi gani, hata wewe ni hodari kiasi gani, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka chini? Niwaulize, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni uganga sijui uchawi, hata kwa dawa bei ya unga inaweza kuteremka ati kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa? Sio ni ujinga ama ni upumbavu ama ni yote mbili? So tafadhali jameni, mimi nataka niulize ndugu zetu, tuwache kuhadaa wa Kenya ati tukifanya maandamano tuharibu mali ya wananchi, tuharibu biashara ya watu, tuharibu tuchome lami. Saa hii tumekuja hapa kuanzisha hii lami tujenge. Mimi nataka niwaulize, mnataka hii pesa tunatumia kutengeneza hii lami ati mtu wakuja wakishe moto hapa haribu achome lami? Bana, hiyo mchezo wa kwende. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba pia lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, ikiwemo mpango kama hii ya barabara. Hii barabara ya Omoringamo kuja hapa, inakuja hapa mpaka Nyamasege, inateremka mpaka Nyakeyo ngambo hiyo, inateremka mpaka Ugembo pande hii. Kutoka Ugembo tunataka kupeleka mpaka Takaba, mpaka si ndio nimesema Tabaka? Iende mpaka Tabaka, alafu itoke Tabaka iende mpaka ngambo hii pia itoke hapa Ugembo iende mpaka Motonto. Hiyo barabara zote tumekubaliana, na tulikuja hapa 2017 kuanzisha hii barabara, lakini ilikuja hapo katikati ikakwama kwa sababu tuliletewa siasa ya upuzi. BBI, sijui ilikuwa inaitwa nini hiyo? BBI sijui nini, maneno ya upuzi. Sasa barabara zetu zikakwama. Mimi nimekuja hapa kwa sababu hii barabara ingekuwa imekamilika, na nimekuja sasa, imemaliza karibu miaka 5 barabara haijasonga. Ndio nimekuja hapa mwenyewe niulize, hii barabara imekwama, iko na kisirani gani? Tumeelezwa vizuri hapo, na sasa nimeamurisha hii barabara tujenge ndani ya mwaka moja iwe imekamilika. Tunaelewana jameni? Ndio nyinyi muweze kusafirisha mali yenu iende sokoni. Wale wa kufanya biashara wafanye biashara, wale wa kusafiri wasafiri, ndio tuweze kujenga uchumi wa Kenya jameni. Vile vile nimeongea na viongozi wenu hapa. Alpha Miruga yuko hapa ambaye ni mjumbe wetu, na gavana wenu Simba yuko hapa. Tumekubaliana. Tunaelewana? Tumekubaliana hapa Ugembo, hospitali yenu ya hapa Ugembo iko chini sana. So tumekubaliana ya kwamba tutajenga hiyo hospitali upya. Nimekubali ya kwamba tutahamisha ile police station iko pale, tupeleke Tendere. Tumekubaliana na mheshimiwa Alpha ataweka pesa ya CDF, na mimi nitamsaidia kujenga
police station pale Tendere, ndio ile kiwanja iko hapo Ugembo, tuweze kujenga hospitali mpya yenu ya watu wa hapa Gucha. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Hiyo tumekubaliana hapa na viongozi hao wawili. Huyu Simba ataweka shilingi 200 milioni katika kujenga hiyo hospitali. Mimi nitamuongezea milioni 100 na nitampatia equipment ya kusukuma hiyo hospitali. Tumekubaliana? Pia hapa mko na mto mkubwa sana, lakini hamuna maji, si ndio? So tumekubaliana tunakuja kupanua ile treatment works ya hapo Ugembo, na nimeambia wizara ya maji washughulike. Wamesema ya kwamba hiyo itatugharimu milioni 150. Nimesema tutaenda kutafuta hiyo pesa in the next 2 months, tuanze tutengeneze kandarasi ndio maji ipatikane, tusambaze maji katika area hii yenu na tusukume mambo yenu mbele. Tumekubaliana jameni? Nyamasege tumekubaliana? Bomachoge tumekubaliana? Kisii tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Jambo la mwisho, tulikubaliana vile vile tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko area? Muko? Mbona sauti yenu iko kombo? Very good. Sasa tulikubaliana kwa sababu hakuna nyumba, hakuna mtoto amemaliza shule. Hii manyumba yote kuna mtoto 1, 2, 3 wamemaliza shule lakini hawana kazi. Si ni kweli? Na ni mpango yetu kama serikali kupangia hawa watoto wetu ajira. Na ndio nimesema ya kwamba mwaka huu serikali ya Kenya itakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Tuko na mambo 4 tunapangia ajira hawa vijana. Number 1, tumeweka mpango ya housing. Mimi nataka vijana munisikize vizuri. Ile mpango yetu ya housing sio sana manyumba, ni sana ajira zenu. Tunawapangia ajira. Hapa Kisii, vile mnaona watu wameishi hapa Kisii, manyumba karibu mnajenga gorofa huko nyumbani. Sisi tunataka kupeleka mambo ya settlement. Tutoe watu badala ya kukatakata mashamba ambayo mungetumia kuzalisha chakula, tunataka kupanga settlement. Tunataka kujenga nyumba 50,000 hapa Kisii. Nyinyi mnanisikia? Nyumba 1000 ngapi? 50,000. Tunaanza awamu ya kwanza na nyumba 3,000. Mimi nitakuja hapa kabla ya December kuja kuzianzisha. Before December I'll be here. Tunaelewana? Na hiyo nyumba 3,000 ya kwanza tunahitaji vijana 5,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana muko? Vijana wa hapa Nyamasege muko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ile kazi itapatikana mtafanya? Ama tuko pamoja? Program ya kwanza ni ya housing. Tunataka kupanga ajira kupitia program ya housing ya hawa vijana wetu. Program number 2, tumekubaliana na kina Alpha hawa ya kwamba kila ward tuwe na ICT hub. Hapa katika ward hii tutakuwa na ICT hub. Tunahitaji vijana 300, 400, 500 ambao tutawafundisha mambo ya teknolojia, kutumia kompyuta, ndio waweze kufanya kazi ambayo watalipwa na kampuni ambazo ziko nje ya Kenya. So lakini hiyo kazi itafanyika hapa Kisii na itafanyika katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Vijana mko tayari kwa hiyo kazi ya mtandao? Mko tayari? Kila constituency tunaweka ICT hubs in every ward ndio tupange ajira ya hawa vijana. Jambo la 3, tumekubaliana vile vile tunajenga soko. Tuhakikishe ya kwamba mazao yetu tunaongezea dhamana ile inaitwa value addition. Tunaifanyia agro processing, tunaifanyia mambo ya manufacturing. Ndio tuongeze ajira ya hawa vijana. Na ndio tumekubaliana hapa Kisii tunajenga soko zingine mpya 15. Na tunajenga county aggregation and industrial park. Ninyi mnanisikia? Sikizeni tena nirudie. Ndio muishike network vizuri. Vuruta aerial iende juu kidogo. Si ndio? Ninyi mnanisikia? Nimesema hivi. Hapa Kisii tunaweka milioni 500 ya kujenga county aggregation and industrial park. Mahali tutakusanya mazao yenu, tufanyie processing, tuweke cold rooms, tuweke storage, tuweke maneno ya value addition. Ndio bidhaa zijulikane kama ni ndizi
inatoka Kisii produce, ndizi. Tuko na macadamia, tuko na chai, tuko na ile mambo ingine yote hapa, na tayari county government kupitia gavana wenu wameweka milioni 250. Mimi nitawasaidia na milioni 250 ya kujenga County Aggregation Industrial Park, na tayari tumekubaliana mahali itajengwa. Nyinyi mnanielewa? Alafu soko hizi zingine zote tumekubaliana tunajenga soko kubwa. Tulikubaliana kazi ni kazi, hata ya mama mboga si ni kazi. So hapa Ogembo tumetangaza kandarasi ya kujenga soko kubwa. Tunajenga soko Mogonga, tunajenga soko Motondo, tunajenga soko Etago ng'ambo hii, tunajenga soko kule Keumbu, tunajenga soko zingine Nyakoe, tunajenga soko ng'ambo hiyo Nyamaiya. Hii soko 15 mpya tunajenga hapa Kisii ni kukusanya mambo ya biashara yenu na kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna facilities ambayo itasaidia wakulima wetu na wafanyabiashara wetu waendeshe mambo yao mbele. Tumekubaliana? Hiyo kandarasi zote tayari tumeweka katika gazeti, tumezitangaza so that we can move our program forward. Tumekubaliana jameni, watu wa Nyamaseke? Tuko pamoja? Mnakubali tufanye hii kazi pamoja? Hebu ni wale wanasema wako tayari tufanye hii kazi pamoja. Ile kitu tumekataa, na mimi lazima niwaambie, maneno ya pombe tuachane na pombe. Pombe haramu inaumiza vijana wetu, inaumiza kina mama wetu, inaleta hasara, kwa sababu vijana wengine wakisha kunywa pombe badala ya kwenda kulala kwa kitanda wanalala chini ya kitanda. Mtu akulala chini ya kitanda hako na faida kweli kwa nyumba? So tafadhali, maneno ya pombe tumekataa. Jambo ingine tumekataa ni maneno ya maandamano. Hatuwezi kukubali mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi. Watu wanafanya maandamano, wanalete fujo, maisha inapotea, wanaharibu mali ya wananchi, wanachoma barabara, wanaharibu biashara ya wananchi, wanaharibu mali ya umma, wanalete matatizo. Mimi nimewaambia hawa jamaa, kama mtu anataka maandamano na anaona maandamano ni ya muhimu na iko na faida, kwanza alete bibi yake na mtoto wake, watupe mawe, waendelee na maandamano. Ndio tujue kwamba maandamano iko na faida. Ama namna gani? Mumeona bibi hao watu wakiwa kwa maandamano? Mumeona watoto wao wakiwa kwa maandamano? Wanalete watoto wa watu maskini kuwapiganisha na polisi, alafu tunapoteza maisha, tunaharibu mali, na watoto wao wako salama. Watoto wao, bibi zao wako nyumbani, wanaweka poda kwa nywele na mambo ingine. Hiyo maneno tutakomesha. Ama mnasemaje jameni, watu wa Kisii? Hiyo story tuwaambie watu hao waache utapeli. Ama mnasemaje Masege? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi naheshimu watu wa upinzani. Wako na majukumu ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi, kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa vilivyo. Hiyo ni kazi ambayo wamepatiwa na katiba ya Kenya. Lakini hawajapatiwa na katiba ya Kenya ati mpango ya kulete fujo, ati kuharibu mali, ati kuchoma biashara ya wananchi na kuchoma mali ya umma. That is nowhere in the Constitution of Kenya. Na nimerahisisha hata kazi yao. Nimewaambia tutengeneze ofisi ya leader of opposition, anakaa katika ofisi ya serikali, akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini hawaje kuchoma mali ya wananchi. Ama namna gani? Nimekubali vile vile ya kwamba mawaziri wote waende bunge waulizwe maswali na hao wabunge. Waulize barabara hii mbona haijatengenezwa? Lami ile mbona haijatengenezwa? Maji pale mbona hakuna mpango? Stima nini? Nimekubali mawaziri waende bunge, waende waulizwe maswali. Ndio kazi ya upinzani ikuwe rahisi, waulizane kule bunge, ndio tujibu, wananchi wataamua kama serikali inafanya kazi ama haifanyi kazi. Si tunaelewana? Sasa nimerahisisha kazi yao, nataka kuwatengenezea ofisi ya leader of opposition. Nimechukua mawaziri, nimewapeleka bunge waulizwe maswali. Wanakuja kuchoma mali ya wananchi kwa sababu wananchi wamekosa nini? Nyinyi mmewakosea? Kuna makosa mmefanya? Barabara hii mnataka tuchenge ama mnataka tuchome? Kama inajengwa ya kuchomwa, situwaje tu kujenga? Ama namna gani jameni? Tumekubaliana?
So asanteni sana, mimi nimefurahi sana kufika hapa, lakini tutatembea pamoja na nyinyi, na mimi nataka niwahakikishie mpango ya Kenya haitakamilika mpaka kuwe na mpango ya Kisii ndani ya mpango ya Kenya. Tumekubaliana? Haya, wacha nimpatie ndugu yangu, na asanteni sana jameni kwa kunipatia huyu mjumbe anaitwa Alpha Miruga. Huyu mtoto wa pasta. Kanipatia huyu jamaa kwa chama ya UDA. Lakini nyinyi mko chonjo sana. Yaani mlijipanga hapo mpaka mkajua serikali inaelekea pande gani? Mko na network. Na network yenu iko juu sana. Si ndio? Basi wacha nimuite